Amina. Wanakwaya jamani, msiondoke. Sasa Mr. Mo, karibu sana uweze kumkaribisha mgeni ambao uko naye kuna David Senhawa. Jamani, karibuni sana. Mtuletee mgeni wetu. Karibuni sana huko mbele. Mtuletee mgeni wetu. Tuonyeshe tu kidogo. Wala msitoke hapo mbele. Nataka nichukue nafasi kusalimia kanisa. Jambo. Kama uko na furaha tu salimiane hewani. Bwana ni mwema. Na siku zote. Hata kama siku zile zingine unakuanga unakaa kama umechoka, leo ni siku ya Mungu, siku ya Bwana na siku ya furaha. Kwa hivyo hata kama ni kukopa furaha, kopa ili ukuwe na furaha. Si Bwana asifiwe? Basi nafasi imepewa tu ili kukaribisha kiongozi wetu, msie wetu wa area hii ambao anapenda sana kanisa hili la Kiswahili. Anajua ya kwamba yeye alizaliwa area hii na alizaliwa katika kanisa hili na anapenda sana kanisa hili, na anasema angeendelea nasi, lakini najua viongozi wako na mambo mengi, wanaalikwa sehemu mbalimbali, lakini jana alinihakikishia kwamba atakuwa pamoja nasi. So ni wangapi pamoja na wanakaribisha kiongozi wetu wa area msie tusalimie na sema kitu. Happy Sabbath. Happy day. Wangapi wanafurahi siku ya leo? Asante sana. Kwaya wanang'ara na wang'ari. Wameimba vizuri? Mbona wengine wako na wivu? Wameimba vizuri? Wangapi wanasema wameimba vizuri? Asante. Pia mimi niko na furaha siku ya leo kujiunga na nyinyi ili kushuhudia ile kazi nzuri ambayo wanakwaya wanafanya, na kwa kweli nimefurahia. Nimeona jinsi ambavyo wameng'ara na jinsi wanaimba, na ilikuwa ni furaha sana kwao, na mimi napenda kwaya sana. Ndio maana hata nilipoalikwa nikasema hata kama ingawa niko na shughuli nyingine lazima nitafika mahali hapa, na kwa kweli nimefika na nimeshukuru sana kwa jinsi ambavyo umenikaribisha. Nimefurahia. Kwaya, tuendelee kumwimbia Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo tunaendelea kufanya. Ndio, kama huwezi kuhubiri uimbe, si ndio? Kama huwezi kuimba unafanya nini? Ndio. As long as unatumikia Mwenyezi Mungu. As long as unatumikia Mwenyezi Mungu. Ndio, kwa yule mtu hawezi kuhubiri, hawezi imba, hawezi. Sasa ile kitu utafanya ni kusupport kwaya, si ndio? Hiyo ndio njia moja ya kutumikia Mwenyezi Mungu. Na kutumikia Mwenyezi Mungu haina hasara. Ama pastor iko na hasara? Haina hasara, kwanza iko na faida kubwa sana. Hata kushinda ile biashara unafanyanga. Hapa mbele yetu nimeona kwaya wako hapa na wameng'ara. Lakini nimeona tuko watu wawili hapa uniform yao ishikani na watu wengine. Sijui ndio style ama niko penye iko. Niko na shida. Kuna shida. Kuna shida hapo mashine. Ni comrade, lakini comrade jamani. Sijui kwa lakini nafurahia huko. Lakini haina shida. Najua kwa sababu ni kwa yeye. Mambo yanakuwa laini. Amina. Hawa tunawapatia uniform ni sanga. Mmoja anaona 3 nimenyamaza. Ni ngapi? 4 people.
kuja kwa nimeambiwa hao wewe lazima walikuwa na uniform na wache shilingi 5,000 ya. Amina, nasemaje? Na pia kwa sababu leo inakuwa ni siku ya kwaya na nilikuwa tumeelewana kama uwezi ubiri, uwezi imba, so na support kwaya, si ndio? Na mimi na support kwaya na shilingi 10,000. Na mwisho kuna ambao wanaona tani kwa kwa hiyo. Wanaona tani. Kuna wanaona tani. Unajua kwa nini mtu hapana tena tani? Inakuwa kuna kwa mfuko. Ila hapa kwa hiyo nimefurahi sana kazi ambayo unafanya. Na mimi nimefurahia sana. Na najua watu wangu wa hii area ni sehemu simutu kama vile unanifahamu ndani na nje, kama nje na ndani yote, si ndio? Sasa mnajua bazile mtu anaenda ku mawidoni kidogo hivi kutafuta mtu haizi anatafanga wazee na mama hivi pia hao wanakwaya. Siku mimi nitaenda sherehe yangu ama harusi yangu tawalika ndio. Na hiyo ndio njia moja ya kumotivate hao wanakwaya kwa support na sasa wakikuja kule watakuja tu bure, lazima watakuwa na kitu, na hiyo ndio njia moja ya kusupport hao kwaya. Hata wale wazee ambao baba ama kina mama kuwa na shughuli yote nyumbani ama sherehe kidogo, naita kwaya wanakuja naenda, si lazima tukue kanisa gani wanaenda, si ndio? Kama aje basi si kanisa pekee